Okay, karibu tena kwenye tutorial hii hapa. Okay, kuna huyu hapa character. So tunajifunza matumizi ya shape keys. Shape keys hide baki na wewe. Shape keys unaweza ukaitumia katika mazingira ambayo ni tofauti tofauti, ambayo yasikutese kutumia character wawili kwa wakati mmoja, ila unaweza kutumia character mmoja kurahisisha kazi yako. Mfano na huyu hapa polisi. Sasa shape key utaikuta hapa. Kija hapa kwenye data hizi, kwenye hii inaitwa object data properties, hapa kwenye alama hii unaachana na hii vertex group. Hapa chini ndio kuna shape keys. Yaani ukitoka kwenye vertex group chini yake kuna shape keys. Tunataka tufanye huyu labda huyu traffic au ni huyu polisi. Tunataka kuonyesha tofauti, labda amevimbishwa. Tena labda ile mtu labda unakuta kwenye animation mtu kapigwa na nundu fulani imetokea, au jicho limevimba, mdomo umevimba hivi. Namna ya kuweka hiyo nani hiyo effect tunafikia inawekwaje? Kwa hiyo unakuja hapa kwenye shape key, ndio kazi yake. Uta add shape key ya kwanza hii base. Hii haiguswi, hii unaiacha kama ilivyo. Una add ya pili. Sawa? Labda hii ndio tutairename sasa. Labda tuiite hivyo. Sawa? Unaweza ukachagua popote pale unapotaka iwe. Sawa? Na ukitaka mara nyingi itokee vizuri, hakikisha huyu mtu hana mirror modifier. Unaona hii? Ndio utapata matokeo mazuri. Sasa tuseme labda tunataka kumvimbisha vizuri. Kwa hiyo utakuja hapa, unaenda kwenye scrap mode. Scrap mode hii tu ya kwanza inatosha kuonyesha kuvimba kwake. Sasa hapa kwenye nani, kwenye hii shape key kwa chini hapa hivi kuna hizi values zake ambao unaweza kuedit hapa au hapa. Ili uweze kuedit lazima uweke values equal to 1. Ingawa unaweza kata 0.5 lakini 1 ndio nani. Na ukitaka kuianimate pia kuna sehemu ya kuanimate hapa mbele. Ukishaweka hapo, maana sasa unaweza kuichezea unapotaka. Let's say labda tunataka tumvimbishe mdomo. Sasa ukiamua kama unataka kuvimbisha kwa awamu, unaweza ukaanza awamu ya kwanza ukavimbisha hapo, ukageuza shape ya pili ukavimbisha nundu nyingine huku lakini nitafanya kwa moja tu, lakini wewe unaweza ukamaliza hii kwa mfano mpaka hapa tayari. Ukishusha hii value, mdomo unarudi kawaida, na ukifanya hivi tayari anakuwa amevimbishwa mdomo. Labda tufanye na kwenye jicho pia, lakini make sure unapochezea value ziko to 1 ndio itawork. Value ikiwa ziko to 0 utakuwa unaona kama haifanyi kazi. Kwa hiyo hapa pia tunafanya hivi hapa. Hapa tunachukua grab iko wapi? Hapa hii tunainginia huko ndani. So sasa inakuwa ndio namna hiyo. Labda kama umeshafanya nani zako tayari, unaweka hiyo, na ukitaka kuongeza, hata ukitaka kuongeza huku kichwani pia
labda umeamua mahali wewe mwenyewe utakapotaka, unaweza kuirefusha vile vyovyote vile unavyotaka. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia shape key kumbadilisha. Kwa ukija hapo ukiweka value hizi ziko tu 0 anarudi kawaida. Hapa ndio anaenda anavimba. Kwa hiyo kama ni simu ya kugombana au nini, unaweza ukaiwekea value. Yaani ukija kwa mfano hapo ukaweka dot tap, maana yake umeweka keyframe imetokea hapa. Ukaiweka labda mpaka 20, hapo unaweka keyframe nyingine. Lakini sasa hapa kwenye 20 inabidi tuiweke hivi. Alafu ndio unaweka keyframe ya value ikiwa anga hapa. Sorry, tuanzie hapa labda namba 0, value ziko tu 0, tunaweka keyframe kwamba yuko kawaida. Ukishafikia 20 unaongeza hapo unaweka keyframe tayari inaonyesha. Kwa hiyo ukija kuiplay hapa itaonyesha ile transition mtu anapoenda anabadilika na umuka pia. Hii trick hii pia unaweza kaitumia katika mazingira tofauti tofauti. Mfano hata ile ukitaka kuonyesha nini mimba inakuwa, tumbo linakuwa, au mtu anajazia huko kwenye misuli nini anavimba, ile unaweza kutumia trick hii ya shape key. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya kitu kidogo kama hicho. So hiyo ni namba 1 kutumia katika shape key. Sasa ya pili ambayo itakuwa kwenye tutorial nyingine itakuwa ni kutumia shape keys na drivers. Hiyo tutakutana kwenye tutorial nyingine.